Yo, ladies and gentlemen, bwana mambo vipi? Mimi naitwa The Roma Star and this is Brain Media TV kutokea hapa Dar es Salaam nchini Tanzania. Na leo bwana tuko na surprise kubwa. Mbele yako tupo na Kathe hapa wa Dunia. Mimi napenda kumuita hivyo. So, naomba tufahamu machache kupitia yeye na ili wewe uweze kujifunza vingi ambavyo pengine ungependa kuvifahamu, na hapa tunakuletea sasa direct. Najua utajifunza vingi na utaenjoy kwa sababu ni burudani, ni funzo pia. Yo, mambo vipi? Poa. Uko poa? Mzima kabisa. Okay. Bwana, hii ni Brain Media TV. Leo tumekutembelea na mbele yako kuna watu wanakutazama kwa sababu wanataka kufahamu mengi kupitia wewe. Sawa eh? So naomba tuanze kwa majina yako. Nataka kufahamu majina yako kamili. Unaitwa nani? Catherine John. Catherine John. Wow, by the way you're so beautiful, mzuri sana. Tunaomba kidogo siri ya uzuri wako na urembo wako. Hamna, kujitunza tu. Okay. Catherine, wewe ni mzaliwa wa wapi? Bariadi, Simiyu. Simiyu. Wakazi wa Simiyu. Hongereni sana kwa sababu mna kipaji kizuri na kikubwa, big talent. So, ningependa kufahamu elimu yako pia. Elimu yangu hata sio kubwa sana, form 2. Form 2? By the way, hongera sana. Sio kitu kibaya. Hongera sana. Asante. Okay, na umri wako Catherine una miaka mingapi, kwa sababu unafanya vitu vikubwa sana kwenye industry ya uigizaji, kitendo ambacho hata watu wengine wenye umri mkubwa zaidi yako umewashinda. Tunafahamu hilo. Una miaka mingapi? Mwezi wa 4 natimiza miaka 25. Oh, kumbe ni binti kabisa. Okay, na mahusiano yako ya kimapenzi unaweza ukatuweka wazi, labda una mtu wako, una mpenzi wako, una mume, ushaolewa au ni vipi? Hamna, sina mume ila na mahusiano tu. Okay, unaweza ukamtaja kwa jina? Okay, ni ngumu sana, anaanza kucheka. By the way, tufunike kombe mwanaramu apite, tuendelee kwa maswali mengine zaidi. Catherine, sanaa umeanzia wapi na umeanza mwaka gani? Sanaa nimeanza 2022 mwezi wa 10. Sanaa yangu nilianzia Tegeta. Kuna mtu fulani nilikuwa namcheki sana, akaniambia njoo kuna kazi nataka tufanye, tutafanya. Kweli nikaenda Tegeta tukafanya kazi moja. Tulivyofanya kazi moja, kuna mkaka kama ameniona pale. Akasema wewe nimekupenda, umefanya vizuri, kuna mkaka hivi anatafuta wasichana, kwa wewe utamfaa. Akawa amenipeleka kwa Bailam. Huyo kaka nikafanya hapo na Bailam. Baadaye Bailam akawa anakuja kwa Baba Asma. Kaniambia twende, tukawa tumeenda na mimi kwa Baba Asma. Kwa hiyo nimeenda kwa Baba Asma, nimekaa kidogo, ikabidi sasa niende darasani kuongeza kipaji. Si unajua unaweza kuwa unajua kuigiza lakini kuna vitu hauvijui kuhusu sanaa. Nikawa nimeenda darasani kwa Machupa, nimejifunza huko. Baadaye nikarudi kwa Baba Asma. Mpaka leo niko hapo. Ni kitu kizuri kwa sababu wengi wetu huwa tunakimbia elimu za vitu vya msingi sana. So mimi nilipenda kujua darasani ulikaa kwa muda gani, kwa sababu umekuwa wa moto sana. Naamini darasa lilikufundisha vizuri. So tupe muda ambao ulikaa darasani kiasi kwamba labda wengine wakijua itawapa motisha zaidi. Darasani kwa sababu nakumbuka nilienda mwezi wa 12, 2022. Nilikaa sana darasani hadi tulifanya kazi karibia mwaka mzima. Japokuwa nilikuaga nipo darasani, huku tena nachepuka narudi kwa Baba Asma, huku napiga vikazi narudi tena darasani. Naweza nikasema karibia mwaka mzima nipo kule darasani, na kuna baadhi ya kazi tulifanya nikiwa huko darasani. Nilikuwa narudi pia kwa Baba Asma tunafanya kazi. Ila sasa nilivyojua kwamba kwa hapa nilipofikia darasani natosha, ndo nikarudi moja kwa moja sasa kwa Baba Asma, ndo mpaka leo sijawahi kutoka. Okay, hongera sana. Mwaka mmoja Catherine alikuwa darasani. So wewe kama ni muigizaji au una talent yoyote, usiogope kwenda kujifunza kwa sababu ndo msingi wa kazi yako. Mwaka mmoja alikuwa darasani. Naamini kuna kitu umejifunza. So umefanya film au tamthilia ngapi mpaka sasa? Nimefanya nyingi kama hizi clip nimefanya na Bailam nyingi sana. Kule filamu yangu ya kwanza hii huko Tegeta nilifanya filamu moja ambayo nahisi haikuisha vizuri. Bado darasani nikawa nimefanya tamthilia ya Beto. Ndo ya kwanza kabisa kuifanya, ndo waliniweka kama main. Nilipita kwenye Familia Mzee Kicheche, nilipita kwenye Jini Latifa.
hizo sasa tamthilia, achana na single nyingi siwezi kuzikumbuka. Nikaja nikapita kwenye Agano, nikaja sasa kwenye Dunia. Okay, kumbe amefanya kazi nyingi sana. Nafikiri wanaokufuatilia watakuwa wanafahamu historia yako, na wengine pia walokuona kwenye Dunia basi watakuwa wamejifunza kitu kwamba kumbe sanaa umeanza muda mrefu. Okay. Na ulipataje nafasi ya kupewa karakta kubwa kwenye tamthilia ya Dunia? Haikuwa kazi rahisi, kwanza ukizingatia nimekaa sana Kisarawe kwenye familia ya Mzee Kicheche. Nilikuwa kambi karibia mwaka mzima, lakini nilipita kama episodi 2 za mwishoni nakumbuka, ya 18, sijui 19, 20, kama 3 hivi. Kwa hiyo nilikaa, nilivumilia, nilitulia, nilionyesha sanaa yangu. Yaani tulivyokuwa tunashuti Agano, nilionyesha sanaa yangu. Kwa hiyo Baba Asma alivyoona, akaona huyu anastahili kuchukua nafasi hii. Kwa hiyo ndio hivyo ikaja Dunia nikapata hiyo nafasi, japokuwa haikuwa rahisi, yani haikuwa kazi nyepesi. Maana yake ni kwamba haikuwa rahisi, lakini kulingana na uvumilivu na kazi yako, ubora wa kazi yako, ndivyo vitu pekee ambavyo vilikupa nafasi katika tamthilia ya Dunia kwenye karakta kubwa kabisa, si ndio? Okay, sawa. Na Watanzania wengi wamekufahamu kupitia tamthilia ya Dunia. Je, unaweza kuelezea vipi hisia zako kuhusu tamthilia hii? Kwa kweli yani sijui nisemeje, lakini binafsi mimi mwenyewe nina furaha sana, yani kupitia hii tamthilia ya Dunia kuna vitu vingi imenipa mashabiki, nafahamika sio Tanzania tu, Tanzania, nje ya Afrika, wapi. Kwa hiyo hisia zangu siwezi kuzielezea wakanielewa, ila binafsi najisikia vizuri na nawapenda sana mashabiki zangu. Kikubwa ni furaha iliyopitiliza. Mimi nafurahi pia. Na ni changamoto gani kubwa ulizozipata wakati wa kushoot tamthilia Dunia? Sijawahi kukutana na changamoto kiasi kwamba eti kweli ni changamoto, hapana. Kwa sababu kwanza sawa, watu wanaweza kaona karakta zangu ni ngumu, lakini mimi nikipewa nazifanya tu, yani kwangu naziona tu nyepesi, yani ni kitu cha kawaida, kwa sababu kwanza ni kitu ambacho nimekivaa mazima, nimekibeba na kipenda, kipo moyoni. Siku zote kitu kikipenda hakikusumbui wala hakikupi shida. Kwa hiyo mimi sijawahi kukutana na changamoto. Hakukuwa na zile distract za director wakati wa kushuti, hapo fanye hivi, yani unaona kabisa ananitoa kwenye mudi? Hakukuwa na hizo mambo labda? Hapana, uzuri sisi bosi wetu anajielewa sana, director wetu. Yani sio mtu ambaye hawaga anajua kabisa huyu nikienda naye hivi atapanic. Kwa hiyo anajua kabisa namna ya kumwambia mtu akaelewa. Waga inatokea siku zote tu hauwezi tu ukawa unafanya vizuri. Kuna ile after shot mpaka wewe mwenyewe unaona hapa na mkela, lakini waga ni muelewa sana. Haijawahi kutokea kiasi kwamba ukafanya vibaya mpaka hata akakutukana. Siku wengine wanaweza kutukana, acha sijui nini, ukajisikia vibaya, lakini kwetu haijawahi kutokea. Akikuona hauko sawa, anakuambia hebu tulia kwanza, punguza mawazo. Kama una mawazo hebu tulia, ukiwa sawa tuendelee kushoot. Okay. Nimefurahi pia, jibu zuri na linafurahisha kwa kweli, kwa sababu changamoto ni nyingi sometimes kulingana na mtu mwenyewe ndio anavyo direct watu wengine. Sawa. Na je, ulifurahia karakta yako katika tamthilia Dunia au ulitamani kupewa karakta tofauti na ile uliyoicheza? Hapana, yani hii naipenda mno kiasi kwamba siku akiniambia na kubadilishia naweza nikalia. Sure. Naipenda sana. Tupe sababu moja ya wewe kuipenda hii karakta zaidi, yani kwamba kiasi kwamba ukiambiwa ubadilike au ubadilishwe karakta utalia. Sababu moja ni nini? Hamna, sababu tu ni ya kipekee. Yani karakta yangu mle ni ya kipekee sana. Ukiangalia za wengine zinafanana, lakini ya kwangu ni ya kipekee na ndio maana naipenda. Okay. Ni kweli karakta yako ni ya kipekee sana, sure. Sawa. Na tukiachana na umaarufu, heshima pamoja na kutambulika kwa ukubwa kama mwigizaji mzuri wa kike, ni mafanikio gani mengine umeyapata kupitia tamthilia Dunia? Imenipa mafanikio makubwa. Unajua mafanikio sio lazima mali, majumba, pesa. Imenipa tu mafanikio, imenipa watu, imenipa yani kiasi kwamba naweza nikaingia popote nikachukua mkopo kwa sababu ya Dunia. Kwa hiyo imenipa vitu kama hivyo, imenipa connection kiasi kwamba nikiwa na biashara ni rahisi sana kuuza kwa sababu ya nini? Ya tamthilia ya Dunia. Kiufupi ndio hivyo tu. Ni kweli. Sawa. Na ikitokea labda umepewa nafasi ya kuikosoa tamthilia Dunia
kwa makosa matatu makubwa. Ni makosa gani ambayo unaona yanastahili kukosolewa au dunia inastahili kukosolewa katika makosa makubwa matatu?